Karibu Manyota Studio. Leo nataka nikupe siri ambayo wengi hawaijui kuhusu uhariri wa video. Unajua kwa nini video ya dakika 2 inaweza ikawa na GB 2 wakati mwingine video ya dakika 10 ina MB 50 tu? Siri yote iko kwenye resolution, FPS na bitrate. Hebu tuiangalie kazi ya uhariri wa video kama vile unajenga na kupamba nyumba. Resolution ndio ukubwa wa ukuta, FPS ni idadi ya wafanyakazi watakaotumika kupaka rangi hiyo, na bitrate ni kiwango cha rangi unachotumia kupaka ukuta huo. Sasa sikiliza vizuri. Hapa ndipo uhusiano, connectivity, unapokuja. Kadiri ukuta unavyokuwa mkubwa, resolution ya juu, ndivyo unavyohitaji rangi nyingi, bitrate ya juu, ili kupaka ukuta wote uwe na muonekano mzuri, na ndivyo itakavyohitaji wafanyakazi wengi, FPS ya juu, ili kuweza kuikamilisha hiyo kazi. Hapa ndipo kwenye logic nzuri. FPS inawakilisha idadi ya picha frames zinazopita kila sekunde. Ukiwa na wafanyakazi wengi, FPS ya juu, wanapaka rangi kwa kasi na usahihi zaidi, muundo wa video unakuwa laini/smooth. Lakini ukiwa na wafanyakazi wengi sana kwenye ukuta mdogo, unakuwa unatumia nguvu kazi, data nyingi bila lazima. Au ukiwa na wafanyakazi wachache sana, FPS ya chini kwenye ukuta mkubwa, matokeo yake hayataonekana vizuri kwa mtazamaji. Sasa, ili uwe professional kwenye uhariri wa video na usikisie kisia tena, kuna siri moja ndogo ya kiprofessional ambayo ni formula maalum ya kutafuta bitrate sahihi. Kila video unayoiandaa inahitaji bitrate yake kulingana na ukubwa unaoutaka. Hii ndiyo formula ninayotumia mimi mwenyewe. Chukua idadi ya MB unayotaka video yako iwe nayo, zidisha mara 8, alafu jibu lake gawanya kwa idadi ya sekunde ambazo video yako inachukua. Tukichukua mfano ili uone jinsi inavyofanya kazi. Kama unataka video yako ya dakika 5 ambayo ni sekunde 300 iwe na ukubwa wa MB 100 pekee, basi utafanya hivi. Chukua 100, zidisha mara 8, utapata 800. Alafu 800 hiyo igawanye kwa sekunde 300. Jibu utakalopata ni karibu 2.7. Hiyo 2.7 ndiyo namba sahihi unayotakiwa kwenda kuiweka kwenye sehemu ya bitrate kwenye settings za simu yako, iwe unatumia CapCut au VN. Ukiweka hivyo utapata ubora bora kabisa kwenye ukubwa wa faili unaotaka wewe. Rahisi sana, si ndio? Kuanzia sasa, acha kupambana na bando. Anza kutumia hesabu kwenye uhariri wa video. Ili video iwe na ubora wa hali ya juu bila kuwapa watazamaji wako mzigo wa bando, fuata hizi presets za kitaalamu kila unapo export. Kwa 1080p Full HD, tumia FPS 24 au 30. Naweka bitrate kati ya 3.5 Mbps hadi 5.0 Mbps. Kwa 720p HD ya kawaida, tumia FPS 24 au 30. Naweka bitrate kati ya 2.0 Mbps hadi 3.0 Mbps. Kwa 540p 480p standard ya WhatsApp, tumia FPS 24 au 30. Naweka bitrate kati ya 1.0 Mbps hadi 1.5 Mbps. Kuanzia sasa, acha kukisia. Tumia hizi hesabu ili kupata ile sweet spot ambapo video yako inakuwa na ubora wa hali ya juu huku ikibaki kuwa rafiki kwa mtazamaji wako. Kumbuka, lengo la kufanya hivi si tu kupunguza ukubwa wa faili, bali ni kutoa huduma bora. Unapozingatia hizi presets, unahakikisha kuwa mtazamaji wako hashindwi kutazama kazi yako kwa sababu ya MB kuwa nyingi mno. Zaidi ya hapo, hizi hesabu zinakulinda wewe na kifaa chako. Unapozingatia viwango sahihi, unaiwezesha simu yako kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Faili zenye MB nyingi huifanya simu yako ifanye kazi ya ziada wakati wa kuupload, jambo linalopelekea kifaa kupata joto na utendaji kazi kupungua. Kama unataka kujifunza kwa undani zaidi mambo haya ya teknolojia na uhariri wa video kwa vitendo, na kukaribisha kujiunga na group langu la Manyota Studio Information Technology, bonyeza linki iliyopo hapo chini. Itakupeleka moja kwa moja kwenye mitandao yangu yote, ikiwemo YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp na group langu la Manyota Studio Information Technology, ili uweze kuchagua huduma unayohitaji au kujifunza zaidi. Na usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video kama hizi za kitaalamu kila ninapoposti.